Hello world. Mimi ni Furaya Mseke. Karibu. Hapa ninashare na wewe hekima za kufanya maisha kwa msingi wa neno la Mungu. Na leo nataka niongee na kina binti kama mama, na most naongea na wale ambao mnajua mko single na mnamwamini Mungu kwa ajili ya ndoa takatifu. Thamani yako inaamuliwa na nini? Na kupotea kwa thamani yako kunaamuliwa na nini? Fuatana na mimi leo, nataka kukuonesha thamani yako kwanza kabla ya kukuonyesha inapoteaje. Jambo la kwanza ni kujua yeye ni nani ndani ya Kristo. Kwa kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 amesema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa. Kuna kitu ambacho ulifanyika mara ulipoingia ndani ya Kristo. Kuna tabia ambazo uliziacha, tabia za giza, kuna matendo ya giza, kuna vitu ambavyo ni vya kidunia kabisa ambavyo uliachana navyo mara ulipoingia ndani ya Kristo. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa. Amekuwa nini? Amekuwa kiumbe kipya. Wewe ndani ya Kristo umekamilika bila nyongeza. You are perfect. Sasa kusema perfect is not by the deeds, sio kwa matendo, ila umekamilika ndani ya Kristo. Kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10 neno la Mungu linasema ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kristo ndiye chanzo cha thamani yako. Kristo ndiye utimilifu wako. Out of Christ, out of any value. Jambo la pili, kujijengea tabia ya kumcha Mungu. Mithali sura 31 mstari wa 30, kuna mwanaume ambaye anasema kwamba upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Hata sasa kwenye kizazi chako ili andiko halijabadilika. Ukimcha Bwana utapata sifa njema, lakini kama ukitegemea uzuri huwa unapotea. Thamani yako haiamuliwi na uzuri wa sura au uzuri wa nje. Utakuwa pamoja na mimi kwamba kama wewe ni wa enzi za mwalimu, sasa hivi kuna watoto 2000 ambao ni wazuri kuliko wewe. Lakini kama ukijenga thamani yako kwenye kumcha Bwana, thamani yako inakuwa juu wakati wote. Uzuri upotea, sio kila kitu kuhusu thamani yako, au na upendeleo unadanganya, lakini ukimcha Bwana, ukijiepusha na uovu, thamani yako inapanda. Jambo la tatu linaloamua thamani yako ni kulijua kusudi lako. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kwa bahati mbaya, even you. Hata wewe haukuja kwa bahati mbaya. Unajua kusudi lako? Usipojua kusudi lako ni kama haujui njia unayotakiwa kufanyia maisha. Njia yoyote mbele yako may look like it. Jifunze kujua kwamba Mungu ni mpaji wako. Hakuna mtu ambaye anaweza akakutosheleza kama Mungu. Kwenye Zaburi ya 37 mstari wa 4 anasema nao utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Imekuwa mazoea kwa mabinti kuona kwamba kuna watu hasa wanaume wanapaswa kuwa wapaji wao. Na hii sio tu kwa mabinti, hata vijana sasa hivi wanatafuta wanawake wa kuwa wapaji wao. Sisi tunajitosheleza kwa Bwana. Bwana ndo mpaji wetu. Ndio ile sala baba yetu kila siku tunaosali inasema utupe leo riziki yetu. Hatumuombagi mtu riziki yetu, tunamwomba Baba. Na jambo la mwisho, zingatia maisha ya usafi. Kuanzia kwenye eneo la mahusiano, eneo la kingono, eneo la mavazi yako. Kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kwa mstari wa 3 anasema kila mtu ajue jinsi ya kuweza mwili wake katika usafi na utakatifu. Thamani yako binti inapanda pale ambapo unakuwa msafi, hasa kwenye eneo la kingono, hasa kwenye mienendo yako yote. I hope this has blessed you. Asikudanganye mtu ukijichafua kingono, ukiwa mtu ambaye wanakupa majina cha wote sijui nini, yanakuchafua na yanaishusha thamani yako. Standard is uwe msafi katika mambo yote, na haya yatasababisha tunda la Roho ambalo umekuwa ukiliomba liendelee kukua ndani yako na kuiongeza thamani yako. I hope this has blessed you. Shalom in Christ.